kubwa pia ilikuwa inapitia sana ni kuumwa tumbo. Mimi niumwa tumbo muda mrefu sana. Nilikuwa nasumbuliwa na vidonda vya tumbo. Kuna baadhi ya vyakula nilikuwa sili. Lakini kupitia ushuhuda alionipa na mimi nikasema nataka nikaponya. Nikaponya moyo wangu, nikaponya na pia na vidonda nilikuwa ninanisumbua kwa muda mrefu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amina, karibu sana. Asante. Tafadhali tuambie unaitwa nani na unatokea wapi? Kwa majina naitwa Dr. Hosiana. Ni mwenyeji wa Arusha. Dar es Salaam nilikaa kipindi cha nyuma. Japo sasa hivi permanent residence ni Arusha. Ndio. Wow, Dr. Hosiana, hongera. Asante. Tuambie tu kwa ufupi, wewe ni daktari wa nini na umespecialize kwenye kitengo gani? Okay. Mimi ni daktari wa binadamu. Currently sija specialize, ni general practitioner kwa kitaalamu, lakini ni daktari ambaye nadili na binadamu wa rika zote au magonjwa ya aina yote. Na elimu yako ya udaktari uliipatia wapi? Elimu yangu ya udaktari nilisomea nchi ya nje. Nilisomea China. Ndio kule nilipopata degree yangu ya udaktari. And then after practice nimepractice Tanzania. Yeah. Hongera sana. Dr. Hosiana, kwa ufupi tu naomba utueleze ulimfahamuje mpaka mafuta wa Bwana MWB James Onea? Mpaka mafuta wa Bwana nilimfahamu kupitia ndugu yangu. Yes. Alinishuhudia matendo makuu aliyopata kupitia mtumishi wa Bwana. Changamoto nyingi alipitia, lakini kupitia madhabahu hii aliona ukuu wa Mungu. Aliponishuhudia na mimi pia, kwa kuwa nilikuwa na changamoto zangu, na mimi nikatamani kwamba nije madhabahuni na mimi nimuone Mungu kupitia ushuhuda wa ndugu yangu. Kumbe una ndugu yako ambaye alishawahi kuhudumiwa na mpaka mafuta wa Bwana. Jambo zuri sana. Na baada ya kukushuhudia, wewe ulikuwa na changamoto gani, na hiyo changamoto ulikuwa na changamoto gani ambayo ilikufanya ukakimbilia mahali hapa Sayuni na kuonana na mtumishi wa Mungu? In short, nilikuwa na changamoto nyingi sana. Ndugu yangu nilimwadisia kwa kifupi sana changamoto nilizokuwa napitia. Akanionea huruma, akaniambia sehemu pekee ambapo unapoweza kuvuka ni hapa. Changamoto kubwa iliyokuwa inanisumbua kipindi kile, nilikuwa naumwa na pia nilikuwa ninapitia changamoto ya nilikuwa nakosa amani. Kama vile unapata heart pain ambayo huwezi kuielezea. Nilikuwa napita kipindi kigumu sana kwamba naweza nikawa na kila kitu lakini ile amani sina. Kwa hiyo kupitia ushuhuda wake nikasema na mimi nije. Changamoto kubwa pia ilikuwa napitia sana ni kuumwa tumbo. Mimi niumwa tumbo muda mrefu sana. Nilikuwa nasumbuliwa na vidonda vya tumbo. Kuna baadhi ya vyakula nilikuwa sili. Lakini kupitia ushuhuda alionipa na mimi nikasema nataka nikaponya. Nikaponya moyo wangu, nikaponya na pia na vidonda nilikuwa ninanisumbua kwa muda mrefu sana. So ndio maana nikaamua kuja hapa kwenye madhabahu hii kupitia yani ile ushuhuda ambao na mimi nilikuwa nasimuliwa. Kwa na mimi nikatamani nije. Na tunafahamu kabisa kwamba mambo ya sayansi yanakinzana sana na mambo ya imani. Na watu wengi ambao wamesoma tena kwenye hiyo ambao ni madaktari, kiwaambia habari za kiroho ni kama ni kitu ambacho wanaona ni kama tu story ambazo zinatungwa, hazina uhalisia. Lakini wewe ni daktari na umesoma kabisa na una degree yako, lakini upo uweponi mwa Bwana na ulikuwa na changamoto ukakimbilia uweponi mwa Bwana. Kitu gani ambacho wewe ndani yako kilikufanya ukaona hichi nilichokisoma si zaidi sana, yani sio kitu ambacho kinaweza kunisaidia sana kuliko hata kukimbilia uweponi mwa Bwana? Kitu gani ambacho kilikufanya wewe pamoja na udaktari wako bado ukatamani kumtafuta Mungu ili akuhudumie?
Kwanza kabisa ni hofu ya Mungu. Yeah. Nimelelewa kwenye malezi ambayo tuna familia ambayo ina hofu ya Mungu. Kwa hiyo deep down nilikuwa nina ile hofu ya Mungu. Na pia nilikuwa na ile shauku kwamba naambiwa hichi kitu kimetokea. Let me go try my best, labda it will work for me. Na pia baada ya kufika hapa siku ya kwanza nilipofika, nakumbuka neno la Mungu la siku zile ndio neno ambalo liligeuza. Baba alifundisha sana na kwenye mafundisho yake alifundisha neno ambalo lilinifanya nikabadilisha mtazamo wangu sana kupitia madhabahu hii. Na pia kuna mambo ambayo science inafika kikomo. Mimi nimeumwa tumbo muda mrefu sana, nilikuwa na meza dawa muda mrefu sana, lakini siku nimefika hapa, neno ambalo baba lilifundisha lilinibadilisha mawazo yangu, na ile siku ndo nilipokea uponyaji wangu. Pale ndo nikafikiria kwamba zile dawa zote nilizokuwa natumia, ile kuonana na watu wa saikolojia, kuongea nao ili waweze kuniponya jinsi ninavyosikia kwenye moyo wangu, all that was not possible. Lakini one day nilipofika hapa kwenye madhabahu hii and neno tu la Mungu lilivyoniingia lilibadilisha. Kwa hiyo pale ndipo mtazamo wangu ukabadilika kwamba there are times science inasema, yani inatoa formula yake, lakini there is a place where inavuka formula, and that's when God is present. Mungu anaenda beyond all ambazo sisi tunafikiria kwamba kuna dawa, kuna nini, lakini pale ndo Mungu alipoingia. Pale ndo nikaamini kwamba pamoja na udaktari wangu nimesumbuka sana muda mrefu sana kupata uponyaji, just one day kufika kwenye madhabahu hii kabadilisha kila kitu. Wow, hongera sana. Asante. Na tunaona tangu mtumishi wa Bwana au mpaka mafuta wa Bwana baba yetu mtume na nabii James Shonea ameweza kukuhudumia mpaka sasa, imepita muda gani? Mimi nimekuja kanisani, it was around beginning wa May. Mwezi wa 5 mwanzo. Kwa takriban miezi 4 sasa. Tunaenda wa 5. Yes. So I think that's the period time ambayo nimemjua baba mpaka sasa. Na zile changamoto zako zote ambazo ulikuja nazo uweponi mwa Bwana na ukahudumiwa na mpaka mafuta wa Bwana mpaka sasa hivi ndani ya hii miezi 5, kuna kitu gani cha kushuhudia au cha kutuambia? Honestly, mimi nilikuwa na hofu ya Mungu, lakini nilikuwa siko deep into knowing God. Mimi nilikuwa nasali, lakini nilikuwa sisali kama ninavyosali sasa hivi. Nilikuwa nina imani ya kawaida, lakini toka nimefika hapa kwenye madhabahu hii, and this is a testimony that is very true. Sijawahi kuingia kwenye sala au kumjua Mungu kama nilipofika hapa. Kwa sababu nilivyoona miujiza ikitendeka, pale ndo nikabadilika kwamba okay, kumbe Mungu kweli anafanya. Nilikuwa na ile hofu ya Mungu kwamba namjua Mungu, lakini nilikuwa sijaingia into that deep into seeking God hivyo. Lakini toka nimefika hapa, nimejifunza kusali sana. Nimejifunza imani imeongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Na pia changamoto zote nilizokuwa nazo toka nimefika hapa, there is no anything ambayo imerudi ama naweza nikasema nimezidi kupata more positive things kwenye upande wa kumjua Mungu. Toka hii miezi 4 naweza nikasema it has been a life changing when it comes to knowing God. Yeah. Na moyo wako unausikiaje, ile amani ambayo ulikuwa unaitafuta mpaka unatafuta watu wa saikolojia wa kuzungumza na wewe ili uweze kurudisha ile amani? Sasa hivi hiyo amani iko vipi? Bado ipo au hebu tuambie kidogo? Okay. Mimi nilikuja na tatizo kubwa sana. Kwa sina amani. Naweza nikasema Mungu amenibariki kwa namna yake, lakini kwa hicho pia Mungu alichonibariki ni kwa sina amani. Siku nimefika hapa, baba aliniita hapa mbele akaniombea. Nakumbuka nilipofika kati baba anasali, nilikuta nalia tu. Lakini toka baba ameniombea, sijawahi kupata ile kitu tena ya kupata ile kukosa amani. Lakini pia jambo lingine nilojifunza,
kwa chochote kile ambacho nitakapopitia kwenye maisha, ije changamoto yoyote, wanadamu, shetani, ninajua kwamba amani pekee inapatikana kwa Mungu. Na hilo nilijua kupitia madhabahu hii. Na hiyo amani niliipata kupitia madhabahu hii, amani ambayo mpaka leo haijabadilika. Kwa hiyo hata ninapopitia kwenye changamoto zote zikija, hata kama ni kazi au kokote pale, kuumwa, lakini najua kwamba amani pekee niliipata hapa, na amani pekee inapatikana kwa Mungu. Amen. Amen. Dr. Hosiana, yani ushuhuda wako ni mzuri kweli. Yani naamini hata wanaotusikiliza kuna kitu wanakipata hakika. Wewe kama daktari ambaye umesoma kwa level hiyo ambayo umefikia degree na umejiassociate na madaktari wengi. True. Kwa ufupi tu unaweza ukawashauri nini madaktari wengine ambao mpaka sasa hivi unawafahamu na unajua kabisa wao wana changamoto ila ni wagumu kuweka imani ya Mungu ndani yao ambao itawasaidia wao kuyaona matendo makuu ya Mungu kama vile ambavyo wewe umeweza kumwona Mungu na matendo yake kuyaona yakidhihirika kwenye maisha yako kupitia baba yetu mtume na nabii James Onea? Kwanza kabisa ningependa kuwaambia kwamba Mungu yupo. Pale tunapofikiria sana mpaka tunakosa majibu, pale ndo Mungu anapoanza kufanya kazi. Sayansi ni kubwa sana, lakini haizidi uwezo aliokuwa nao Mungu. Changamoto ni nyingi sana, lakini suluhisho kuu ukiwa na imani, Mungu pekee ndo anaweza kusuluhisha. Wapo watu wengi sana kupitia madhabahu wameponya. Wamepona magonjwa ambayo pengine hata sisi kama madaktari tungeshindwa. Lakini mponyaji pekee alikuwa ni Mungu. Na mimi kupitia madhabahu hii naweza kusema kwamba nimebadilishwa sana mtazamo, especially kwa wale wagonjwa wanakuja hospitalini wanakuambia wanaenda kuomba. Naamini kwamba wakiwa na ile imani, sisi tunaposhindwa Mungu anafanya. So ningependa tu kuwaambia kwamba Mungu yupo pale tunaposhindwa. Hata sisi kwa knowledge tulioipata, tulioisoma, tumuinvolve Mungu. Mungu ndo anaweza pale, kwa sababu yeye ndo ametuumba, ndo anajua miili yetu. Japo sisi tunaisoma miili, lakini pale tunaposhindwa yeye ndo anapoingia. Amen. Amen. Amina. Lakini pia natamani utuambie kitu kidogo tu kwamba unawezaje kuizungumzia huduma ya Gudumu la Kinabii na unawezaje kumzungumzia baba yetu mtume na nabii James Onea ndani ya hii miezi 4 kuelekea 5 ambao umeweza kumfahamu mtumishi wa Bwana mpaka mafuta wa Bwana. Wewe binafsi unawezaje kumzungumzia na unawezaje kuizungumzia huduma hii ya Gudumu la Kinabii? Karibu. Kwanza nimepokelewa kanisani sana, ikimaanisha kwamba upendo umeonyeshwa. Changamoto nilizopitia zote kwenye huduma hii, watu wana upendo. Kuanzia waumini, wafanyakazi, waliohudumu hapa, wote wana upendo. Na niliona upendo kuanzia mtu wa kwanza mpaka kufika kwa baba. Na kingine kumzungumzia mtumishi, ni mengi sana ya kumzungumzia. Lakini kikubwa naweza nikasema ni mtu ana upendo. Ni mtu ana Mungu sana. Kabla ya yote ana Mungu sana. Ana upendo. Anajali ukiwa na shida na kuchukulia kama mtoto wake kabisa. And kikubwa pia naweza nikasema he is purpose driven, nikimaanisha ana move kwenye vision ya Mungu. Na nimejifunza sana kwamba kupitia huduma hii sio mtu wa kujiboost, sio mtu wa kusema kwamba fanya hiki ndo akusaidie. Hapana. He is very humble. Hana kitu ambacho ni priority zaidi ya Mungu na kusaidia watu. Kwa mtu yoyote mwenye shida and anatafuta sehemu ya kusali, mimi ningemshauri sana aje hapa, kwa sababu baba ni mtu ambaye anaweka Mungu kwanza na kusaidia watu.
Na mimi nimeona, nilikuwa simfahamu, nimekuja muda mchache tu, lakini kanihudumia kwenye changamoto zangu zote nilizopitia. Amina. Ndugu yetu Dr. Hosiana, hongera kwa matendo makuu na ya ajabu ambayo Mungu amekutendea. Naamini kupitia wewe na kwa jinsi ambavyo umeweza kualika na watu wengine wataweza kufika mahali hapa na Mungu ataweza kukutana na changamoto zao. Amina. Tupende tu kuambia wale ambao wanatufuatilia na ambao wanatutazama, huduma ya Gurudumu la Kinabii inapatikana hapa Dar es Salaam, jijini Dar es Salaam, Kinondoni Shamba, lakini pia unaweza ukatufuatilia kupitia YouTube channel zetu ambazo zinafahamika kwa jina la Gurudumu la Kinabii na MWB James On-Air, ambapo unaweza ukaingia YouTube ukasubscribe, na kule utakutana na mafundisho ya mpaka mafuta wa Bwana baba yetu mtume na nabii James On-Air, lakini pia utakutana na maombi ambayo mtumishi wa Mungu anakuwa akituongoza kila siku asubuhi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 1 kupitia chaneli yetu ya Gurudumu la Kinabii. Lakini ibada zetu zote za live zinapatikana kupitia MWB James On-Air. Tafadhali unaweza ukaingia YouTube na ukasubscribe na ukawa sehemu, ukawa familia ya Gurudumu la Kinabii. Lakini pia kama dada Hosiana alivyosema, karibu uweze kuabudu pamoja nasi mahali hapa ili na wewe uweze kubarikiwa kama ambavyo Daktari Hosiana amebarikiwa kwa jinsi ya baada ya kuhudumiwa na mpaka mafuta wa Bwana MWB James On-Air. Hongera sana dada Hosiana, karibu tena. Asante sana. Asante.